Miaka imepita mama, lakini bado kilichotokea siku kama hii hakiwezi kunitoka kichwani kwangu. Lakini sitaacha kumsahau adui aliyenidhalilisha, adui aliyeitoa nafsi yako mama. Moyo wangu utatulia kama nafsi yake itatoka kupitia mikono yangu. Mama, maisha ninayoishi sio yale ulionilea, lakini nitafanyaje wakati maisha ni fumbo? Nakupenda mama yangu. Kaka. Oya. Naweza kupita tukaongea? Kuna shemeji yako bwana huko. Uwezi kupita bwana. Vipi? Naambia na shemeji yako alimwambia mna ushuti usiku. Mpaka saa 5 tutakuwa mmemaliza. Lakini tokea saa 4 nampigia simu ashiki simu zangu. Hivi umejaribu kupiga simu kwao? Unajua sasa hivi kuna watekaji. Unajua dunia imeharibika sasa hivi. Unaweza kushangaa ametekwa tu mara moja. Wewe unapiga simu, upiga simu kwao? Jana alikuwepo kweli? Seti. Seti alikuwepo mbona? Alikuwepo Seti, lakini tulihairisha kwa sababu cameraman alituzingua. Yaani hapo amenichanganya kabisa. Yaani hapa nilipo una stress. Yaani na stress kubwa. Sio kama cameraman wetu hao. Yaani mtu nishamlipa hela, nishafanya kila kitu, ananiambia sio kapata harusi wapi kenda kushuti mshikaji wangu. Kwa hiyo mimi watu wote nikampa nauli zao, na nikampa nauli zao, akaondoka. Mimi ndio maana nikampigia simu shemeji yako aje ndani, kidogo na stress nyingi sana. So labda nitawauliza marafiki zake, lakini jana hatukuweza kushuti. Basi sawa. Ngoja. Au sio? Ngoja kuna shoga yake nimuulizie kwa sababu hata kwao pia nimeambiwa hajafika.
Sawa. Hello. Da. Yaani hata sijui vipi yani. Yaani badala ya kumpikia mumeo chai asubuhi unaanza na lawama tu. Usinifundishe. Nimekupigia ili kukupa taarifa. Kama niko njiani nakuja kwako. Kwani wewe alikuwa nani? Sio mpenzi wangu bwana, ni ex wangu. Lakini nishaachana naye kitambo sana, lakini ndo ananisumbua. Lakini unajua ni hatari kukutana sehemu kama hii. Karibu. Asante. Halo mkuu. Kwa uchunguzi niliofanya nimegundua kuwa nyumba mliokuwa mkiishi na baba yako wa kambo baada ya mama yako kuuawa iliuzwa. Yes. Na aliyeuza ni baba yako wa kambo baada ya kutoka jela. What? Ametoka jela? Yaani ilikuwa afungwe maisha yake yote. Alihukumiwa mwaka mmoja kwa kosa la kuua bila kukusudia. Okay. Anyway, hakikisha unafuatilia taarifa zake na unazipata kwa haraka mno. Nilianza game ya mziki nikiwa bado mtoto, nilisota sana hasa na hizi changamoto, maisha fulani msoto, show bila goto, studio bila kula. Hivi una akili wewe demu?
watu tumepumzika, vichwa vimevurugwa, unagonga lango tu. Alikwambia lango la gereza nani? Uliyevurugwa ni wewe. Kwanza hainihusu. Nipishe nipite, nimepata mudi na sio wewe. Hii nyumba sio ya bwana wako. Hii nyumba ni ya kupanga. Sio, umenielewa? Sasa basi, kama unakuja kugonga, gonga kistaarabu. Utanipisha nipite au utaleta ngonjera zako? Kwanza jenga ya kwako, halafu ndo lipo ulete ngonjera. Kitumbo kama la reba. Wandema, unafanya nini hapo? Mchana wote huu kweupe kuzima hakuna nyota. Ha? Nimekuja nyumbani kusalimia au vibaya? Kwa hiyo hapo ndo nyumbani kwenu, si ndio? Huna haya wewe? Nyo. Nyumbani huko. Shenzi mkubwa wewe. Mtizame uso wake vile. One of the best rapper, gusa uguse moto. Nikajiuliza hii ndo life I supposed to be. Kuna mastaa waliopita wakali zaidi ya mi, hawapo tena, wamepotea vipi kuhusu mi? Mendoto zangu niwe kingunge, popote niwe huru, nachotaka nizungumze. Mwiko kujiuzulu ni watawale wa bunge, nipate maushuru, marupurupu posho ni honge. Nikaishi Ikulu, vingora namba polisi wanipige saluti. Huyo. Umenishtua ujue. Watu wa mjini bana. Woga kiti. Hivi, ni ipi siri ya hichi kitabu? Maana baba yetu hajawahi kutuelezea kuhusu jadi yetu. Wewe unataka kujua nini? Ni aibu sana kwa umri wangu kutokutambua jadi yetu. Watu wa jamii yetu wanaoishi mjini wanaamini kuwa ukisoma kitabu hicho watapata utajiri. Lakini si kweli. Pindi ukikisoma tu kitabu hicho kuanzia ukurasa wa 7, wa 14 na 21, mtu huyo atabadilika na kuwa kiumbe cha ajabu na kuteketeza jamii yetu. He? Kiumbe cha ajabu?